Nataka nizungumze na kijana, lakini pia ninachokizungumza na pia na serikali. Kwanza kabisa, taifa lolote duniani lililofanikiwa halifanikiwi pasipo uzalishaji. Taifa lolote duniani lililofanikiwa halifanikiwi pasipo uzalishaji. Unapoongelea mataifa kama Uchina, Marekani, Ulaya kwa ujumla, ukiangalia sababu kubwa ya watu kuwa na uchumi imara na kuwa na maisha bora ni kwamba ni wazalishaji wakubwa duniani kote, na wanazalisha na kusambaza bidhaa zao duniani kote. Mimi naamini kwamba ili kijana aweze kufanikiwa, kwanza lazima awe na mtazamo wa kiuzalishaji na atafute ni nini anaweza kuzalisha katika mahali alipo. Lakini pia serikali ili iweze kusaidia vijana, mimi naamini kwamba serikali haiwezi kutengeneza ajira kwa vijana wote, lakini naamini serikali inaweza kutengeneza mazingira wezeshi, sera ambazo ni wezeshi za uzalishaji, ili vijana waweze kuzalisha na waweze kuinua uchumi wa taifa. Serikali ipo pale kama msimamizi, kama kiongozi, lakini mzalishaji mkuu ni kijana, na kijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kijana ndio chachu ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo pasipo kijana kuweza kujitambua na kuweza kuzalisha, lakini serikali pia pasipo kuweka mazingira wezeshi kwa vijana ya kuweza kuzalisha, basi masuala ya kuweza kufanikiwa itabaki kwa ndoto, na tutakuwa na vijana wengi ambao ni machawa. Na hilo ni jambo ambalo mimi kwangu linanisikitisha sana, kwa sababu vijana wana nguvu, vijana wana akili, vijana ndio watu ambao wana uwezo wa kubadilisha chochote. Lakini usipotambua kwamba vijana ni rasilimali ambayo ni ya thamani kubwa, basi utajikuta kwamba umeitumia vibaya ile rasilimali na umekuwa na taifa la watu wa hovyo. Sawa, zungumza na kijana lakini kwa kumpa mawasiliano yako ambayo yatamsaidia siku hizi mbili kuelekea mwaka 2026. Kama bado hajajua anaanza vipi, Bwana Misosi alisema nitoke vipi, anaweza akazungumza nayo kwa simu kujipanga. Sawa. Ningeomba unipe dakika moja niweze kuongea na kijana. Kwanza unapotaka kujenga malengo, nakakupa hatua 7 kwa haraka kwa dakika moja. Ujue ni hatua zipi unataka kuzifuata ili uweze kuweka malengo. Ya kwanza, lazima hayo malengo yako uyaone katika taswira ya akili yako. Usiteke kuweka malengo ambayo yapo kwenye hisia lakini huyaoni kama yakitimia. Cha pili, andika chini malengo yako. Takwimu zinaonyesha watu wanaandika malengo yao kwa asilimia zaidi ya 98 wanafanikisha malengo yao. Cha tatu, weka mpango kazi wa malengo. Malengo ni jambo moja, lakini usipoyatendea kazi yatabaki kuwa malengo tu. Kwa hakikisha malengo yako unawekea mpango kazi, namna gani utayatimiza. Cha 4, hakikisha kwamba malengo yako unawekea katika tunasema schedule au timetable. Sijui kwa Kiswahili naweza kusemaje? Kama ratiba. Yaweke ratiba ya namna, kama utaweka miezi mitatu ndani ya mwaka mzima, yaweke utaratibu namna hiyo. Lakini jambo la 5, hakikisha kwamba kila baada ya muda fulani unarudi kuangalia malengo yako. Lipi ambalo umetimiza, lipi hujalitimiza na kwa nini hujalitimiza, ili ujue namna gani utalitimiza. Jambo la 6, hakikisha kwamba una mtu wa kukufuatilia kuhakikisha kwamba malengo yako unayatimiza sawa sawa na vile ambavyo uliweza kuyasema na kuyaweka. Na jambo la mwisho, unapofanikisha lengo moja, basi furahia, maana lile linakusaidia wewe kupata hamasa ya kuendelea mbele. Usiwe mtu wa kujiadhibu. Unaishi duniani, hakikisha kwamba unafurahia maisha. Na kwa kusema hayo, ningependa kuweza kutambulisha na kujitambulisha rasmi. Mimi naitwa Goodluck George. Mimi ni mwalimu wa masuala ya maisha katika eneo la ujasiriamali, kujitambua, uongozi na fedha, lakini pia ni mshauri wa masuala ya biashara, na pia mimi ni mwandishi wa kitabu. Nimeandika kitabu kinaitwa Think Beyond Employment and Manifest Your Greatness, kwa maana ya kwamba fikiri zaidi ya ajira na ufikie ukuu wako. Lakini mwisho, mimi ni mjasiriamali ambaye namiliki biashara kadhaa.